Now permit me to invite our former President, His Excellency Uhuru Kenyatta, to address the congregation and give his message of congratulations. Your Excellency, welcome. Your Excellency, the Apostolic Nuncio, Your Eminence, Cardinal Njue, Your Grace, Archbishop Philip Agnolo, Your Graces, my Lord Bishops, the clergy, all leaders here present. Yangu ya kwanza ni kuchukua nafasi hii kuwapongeza mabishopu wetu wapya na kuwa na nafasi ya officially saying my Lord Bishop Bwana Kamomoe and my Lord Bishop Nganga. Sasa wamepata title lingine, kwa hivyo ni vizuri nikisema hivyo. Congratulations, and we wish you every success, and you're in our prayers. Ikiwa ni siku ya kusherehekea na kurudisha shukran kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa, na ndipo kila siku tunasema Mungu ni mwema na Mungu hutenda mema, na wakati wa kila mtu Mungu amempangia. Leo imefika ni wakati ya Father Kamomoe na Father Wainaina kuacha jina Father Nganga kule nejolile kuacha jina Father na sasa kuitwa Bishop. Todo muthenyo niguo mabagirwo ni Ngai na niguo wao, na nikio hindi ciothe tugaga Ngai ni mwega. Yangu tu ni kusema ya kwamba wameingia hii kazi leo kusaidiana na wenzao, haswa Archbishop Anyolo, kueneza Injili katika diocese yetu ya Nairobi. Na hiyo sio kazi ambayo tutasema ni rahisi, kwa sababu dunia ambayo tunaishi yaendelea kuwa ngumu. Na ikiwa ngumu, saa ingine watu hupotea, na wakipotea wanatafuta mchungaji. Ni yule ambaye atasikiliza wale ambao wanaongoza, na badala ya kuwaeleza ni kushauriana pamoja na wao apate suluhu ya kuwasaidia katika shida zao. We have for too long sometimes taken leadership to mean your capacity to lord it over everybody else. But as the Nuncio has reminded us today, the job of a shepherd is not to direct, but to guide and lead and bring everybody along with you. Tumesikia juu ya wasaliti. Nuncio ametuambia hapa mambo ya wasaliti, na ajichunge wasaliti wa kanisa. Mabishop mujichunge.
Lakini mimi nataka niseme hii, nikiangalia to my left, to my right, sioni shida ya usaliti mwingi sana huku. Hawa ni watu ukiwaongelesha vizuri, mtapelekana na hawa vizuri sana na watawasaidia kwa kazi zenu. Usaliti huko upande mwingine sitaki usaliti ni mwingi sana. Lakini kwa wasaliti tunawaambia, hata Judas alisaliti Yesu, lakini hiyo mahela aliiwacha akaenda akatafuta kamba. Kwa hivyo because ya mwishine dale. So yangu ni kusema, shirikianeni pamoja na hawa. Bring them into your confidence. Bring them into your trust. They, especially in difficult times, will help guide you through and bring your flock to greener pastures. There was once a man who said ya kwamba the church is the conscience of society. We must always ask ourselves, and especially the leadership of the church, is whether we are still faithful to that calling. Are we still the conscience of society? Or have we forgotten that critical role? In times of difficulty, that consciousness is very important. And I pray that the Lord God will guide our two new bishops, that they will remain that conscience, that they will speak their minds in the interest of their people without fear or favor, knowing that it is their mission to not only preach the gospel and teach, but also to practically walk and live with those that they shepherd, to stand for them when their people need it. It is servant leadership, not leadership to be served. I wish God's grace, I wish God's blessings, I also wish God's joy for you as you move forward. I congratulate your parents. Muroradi muna ne joy. Koroshi ya nyune shiwira na gekano mudanya wa muthi. Mheshimiwa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta anawaombea baraka wazazi kwa hawa ambao ni wazazi wa maaskofu wateule, na tunawashukuru hata nyinyi wazazi kwa zawadi yenu. Kwa wazazi, kwa familia, kwa kushikilia hawa wenzetu, tuwasema asante. Tuwasema Mungu aendelee kuibariki taifa letu la Kenya. Mungu aendelee kubariki wananchi wetu wa Kenya. Tuendelee kuwa na umoja, tuendelee kupendana, na kanisa ishike jukumu lake la kuhakikisha ya kwamba imetetea haki za wananchi wa taifa hili letu la Kenya. Mungu na wabariki na waweke. Asanteni.